Sio kwamba wewe hauna thamani, lakini tatizo ni kwamba umejipa thamani wapi? Yaani watu wengi wanajipa thamani mahali ambapo hawahitajiki. Sasa ukijipa thamani mahali ambapo hauhitajiki, lazima uone kwamba hauthaminiwi. Nimeshawahi kusema mahali kwamba sukari haina thamani kwa mtu anayekunywa supu. Kwa hiyo kama sukari itajipa thamani ya sukari kwa mtu anayekunywa supu, automatically hiyo thamani haitaonekana. Chumvi haijawahi kuwa na thamani kwa mtu anayekunywa chai. Kwa kama chumvi itajipa thamani kwa mtu anayekunywa chai, automatically haitakuwa na thamani. Kwa hiyo sio kwamba wewe hauna thamani, una thamani kubwa sana, lakini unatakiwa ujue wewe una thamani wapi, kwa sababu haimaanishi kwamba ukiwa una thamani basi utakuwa una thamani kila mahali. No, kuna eneo specific ambalo hilo eneo ndio wewe una thamani kubwa. Hasa hilo ndio ambalo unatakiwa ulifahamu na upambane kuionyesha thamani yako hapo. Yaani hakuna mtu ambaye ana thamani kila mahali, hayupo, hajaumbwa mtu wa hivyo. Kila mtu ana thamani mahali fulani. Sasa ukipeleka thamani yako mahali pale, lazima uone matunda, lazima uone matokeo ya thamani yako. Lakini kama ukijipa thamani mahali ambapo hauhitajiki, lazima utaona kila mtu akupendi, utaona hakuna anayekuthamini, kwa sababu umejipa thamani mahali ambapo wewe thamani yako haihitajiki. Kwa kitu ambacho tunatakiwa kujifunza, ujifahamu wewe una thamani gani, alafu ujue thamani yako inahitajika wapi, ili usijipe thamani kila mahali, kwa sababu hiyo watu wengi imeishia kuwaumiza. Unajipa thamani kwenye jambo fulani, baadaye unakuja kujigundua kwenye hilo jambo wewe hawakuhitaji, hawakutaki kwenye hicho kitu, kwa sababu hauna mchango kwenye hicho kitu, hauna thamani bado kwenye hicho kitu. Kwa hiyo imeishia kuwaumiza watu wengi, na watu wengi imewafanya wamebaki na maumivu, imewafanya wamejitenga na watu fulani. Wakati mwingine sio makosa ya hao watu, lakini ni kwa sababu thamani yako haikukuhitaji wewe ujoin kwenye kile kitu. Kuna kitu chako ambacho hicho kikifanya thamani yako itaonekana.